shida ni wanawake. Sometimes unaweza kuona mpenzi anaweza kaja geto ila asizingatie mambo ya kufua, anakuja tu anataka kumununulia chips geto hivi. Hello, naitwa Mr. Valo au mme wa wajane kama kaida yangu. Leo kuna kijana wangu mmoja nimemtembelea hapa, nimekuja kumhoji. Kwa nini kijana hataki kuoa? Kwa nini hataki kuwa na mke mpaka inafika wakati anafua peke yake? Ngoja tuongee naye. Wa kijana wangu, mambo vipi? Kama Unaitwa nani kijana wangu? Naitwa Paulo. Unaitwa Paulo eh? Okay, sawa. Sasa mimi nimeamua kuja hapa kukuhoji. Kwa nini kijana wangu wewe hutaki kuoa na wanawake walivyo wamejaa wengi? Wanawake unajua kabisa duniani wanawake ni wengi kuliko wanaume. Kwa nini hutaki kuwa na mpenzi? Kwa nini hutaki kuoa? Shida sio kuoa jamaa wangu. Shida ni wanawake wenyewe waliopo kwenye hii dunia sasa. Changamoto sana. Kwa hiyo wanawake ni kipengele. Shida sana mwanangu. Kwa hiyo shida sio wewe, shida ni wanawake. Shida ni wanawake. Sometimes unaweza kuona mpenzi anaweza kaja geto ila asizingatie mambo ya kufua, anakuja tu anataka kumununulia chips geto hivi, kae wote mpige story. Kwa hiyo ina maana mwanamke anakuja geto kwa lengo la kuja kula, manake haji kukusaidia wewe kazi zako, si ndio? Si ndio? Wanawake wengi sasa hivi wanaweza kaja geto akakaa. Yaani hadi tu umeshakula, umeshafanya mambo yenu yani yeye anaondoka. Kwa hiyo ina maana hataki kufanya kazi, hataki kuwajibika kama mwanamke, si ndio? Hawezi, yani hawataki kabisa. Sasa hivi wanawake ni wavivu sana mwana. Kwa hiyo tuseme wewe sio kwamba huna mpenzi, mpenzi unaye lakini mpenzi wako hawajibiki. Hapana, sina mpenzi. Una mpenzi? Una mwaka ngapi sasa hivi una mpenzi? Sio mwaka, ila nishakuwa naye, ila ndio hivyo. Ushaikuwa naye ila. Sasa sababu gani ambayo ilikufanya wewe kaachana na mpenzi wako? Tujaachana, of course wasiliano yapo, ila ndio hivyo tu, kila mtu ameamua. Kwa hiyo tuseme wewe bado